kwenye mtandao kuna barua ya Nchimbi. Alikuwa mimi sio mwana mtandao, vijana wangu ndio huwa wananiletea haya. Kwa hiyo binti yangu akaja anasema, mzee, baba, Nchimbi ameandika barua ya kuresign. Akanionyesha kwenye simu yake. Nikamwambia hizi ni pranks za watu hawa vijana wanaoandika, sio kweli. Tena mwingine akaja, mwingine akasema nimecheki huko ni kweli. Basi nikapigia simu Nchimbi. Akapokea, akamwambia nimekupigia, kuna barua ina trend kwenye mtandao. Mimi nipenda uniambie ni kweli umeandika barua ya kuresign? Akasema ni kweli mzee. Sasa akasema rais reaction yake ni, akasema bado. Sasa basi tutazungumza kwa urefu zaidi jijue kwa nini una resign. Siku ya pili nikasikia halmashauri kuu inakutana. Nikapigia simu, haikupokelewa. Basi nikaashumu kwa kuwa bado ni makamu, bado labda iko kwenye halmashauri kuu. Jioni kapata tangazo kwamba kutakuwa na press conference ya CCM saa 3 usiku. Nikapigia simu, haikupokelewa. Nikapiga ujumbe, haukujibiwa. Na kwa kawaida serikali yetu alikuwa na respond mapema tu. Then nikaona yaliyosema kwenye press conference. Nikajaribu tena kupiga simu, haipokelewi. Then huyu nikaona wanasema amenyang'anywa simu zake. Sasa mimi sikanishangaza kidogo. Bado nimekuwa kwenye chama, nachukua hatua za nidhamu, lakini baada ya hapo mtu ni huru. Sasa vile waliponiambia kwamba wamesema sijui yuko kizuizini ama nini, bado sijaamini kwa sababu sio msingi wake. Lakini moja ndio ya matatizo tulio nayo. Ukiangalia hali zetu wana CCM, moja inasema, nitasema kweli daima.